Habari za muda huu, napenda kuwakaribisha wote kwenye mdahalo wetu wa leo, ambapo kabla ya kuanza mdahalo huu tuna mgeni wetu maalum ambao ameshiriki na sisi leo. Tungependa atoe neno lake kidogo kabla ya kuendelea na mdahalo. Napenda kumkaribisha mwenyekiti wa bodi wa Rising Up Friendship Foundation. Yeye amechukua muda wake kuungana nasi leo. Basi tumpe nafasi hii chache kusema machache ili turudishe kijiti kwa host, tuendelee na mdahalo. Asante. Habari ya jioni. Karibuni sana Rufo. Nafurahi jioni ya leo kuwa nanyi hapa. Kama mnavyofahamu, Rufo tunadili na malezi kwa watoto na haki za watoto na mengine yanayoendana na shughuli za watoto. Na siku hii ya leo tunawakaribisha katika mdahalo wetu ulioandaliwa na Rufo ambao tunakwenda kuongelea swala la mauaji ya wanawake walio katika mahusiano. Kumekuwa na wimbi la mauaji ya makusudi ya wanawake ambao wako katika mahusiano. Sasa swala hili tumeona halipaziwi sauti sana. Rufo tukachukua wasaa huu kuwaita wadau wetu tofauti tofauti tunaofanya nao kazi. Nafikiri mwenyekiti atakuja kuwatambulisha. Tuje tujumuike sote jioni ya leo tuweze kuongea na kuweza kupeana mawili matatu, kuweza kuangalia hili swala la mauaji ya wanawake walio katika mahusiano. Asanteni sana, nisipoteze muda. Nawashukuru sana. Habari ya wakati huu mtazamaji wa Sauti Zetu, na karibu kwenye kipindi hiki. Leo nasema ni kipindi maalum. Leo tunakwenda kuwa na mdahalo maalum ambapo tunakwenda kujadili mauaji ya makusudi ya wanawake yanayotokana na mahusiano. Mauaji ya makusudi ya wanawake ambayo yanatokana na mahusiano. Kumekuwa na taarifa nyingi. Tumeona kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, mara kwa mara tunaona kuna wanawake wanauliwa. Mwanamke ameuliwa na mume, mwanamke ameuliwa na ndugu, wengine wanauliwa, watu mbalimbali wamekuwa wakiwa wanawake. Si kwamba tunasema wanaume hawauliwi, hapana. Wanaume wanauliwa, lakini leo mdahalo wetu wa leo tunakwenda kujadili kwa makusudi kabisa mauaji ambayo yanatokana na ya wanawake ambayo yanatokana na mahusiano. Basi karibu, na hapa leo niko na wadau wengi. Niko na wadau kutoka katika mashirika mbalimbali watakao kuwa wanaongoza mjadala huu leo. Tuko na THRDC ambao karibu sana utakuja kujitambulisha, lakini tuko na kituo cha sheria na haki za binadamu, lakini pia ambao watakuwa wanatusaidia kuchangia mada leo. Tuko na Transforming Life, tuko na Macho kwa Jamii, tuko na Smaujata, lakini tuko na Joyful Organization, bila kusahau Support for Future. Basi karibuni sana kwenye mdahalo wetu leo. Nikianza hapa sasa kwa wachokoza mada. Tunapokuwa tunaongelea haya mauaji ya makusudi, nianze kwa Getrod, kabla ukishajitambulisha. Tunapokuwa tunaongelea haya mauaji ya makusudi, tunaongelea nini hasa, ili tuchokoze mada na wenzetu sasa waweze kuchangia kutoka kwao. Naitwa Getrod Yabene, ninatoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Kama ulivyonitambulisha, ni afisa ninashughulikia masuala ya jinsia, wanawake, watoto pamoja na watu wenye ulemavu. Na furahi kwa kwenye mdahalo huu leo, na ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenye jamii yetu, hasa tunapoendelea kupokea taarifa za mauaji ya makusudi ya wanawake kwa sababu mbalimbali. Tumeona hapo mdahalo wetu wa leo unahusu mauaji ya makusudi ya wanawake kutokana na mahusiano, lakini kuna sababu nyingine. Lakini maada ambayo tumejikita zaidi kwenye mahusiano, tutaangalia zaidi kwenye mahusiano. Kwanza hili neno linaitwa kwa Kiingereza femicide. Najua sijapata tafsiri ya moja kwa moja neno moja tu kwa Kiswahili moja kwa moja, itabidi wapate watusaidie, lakini kwa tafsiri ya moja kwa moja ya Kiswahili ni mauaji ya makusudi ya wanawake, ambao sasa leo tutajikita kwa sababu moja, mahusiano. Na hili neno lilianza zamani sana huko mwaka 1960 na kitu huko, ambako kulikuwa na mauaji yalikuwa yanaendelea. Wanawake wanauawa na wame zao, wanauawa na hata watu walioachana nao,
wanauawa na familia zao, wanauawa hata na watu ambao hata hawakunao kwenye ndoa, ambao wanawake wengi walikuwa wanapoteza. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali ndio femicide ikatokea, ambayo tunasema mauaji ya makusudi ya wanawake hasa walio kwenye mahusiano. Na hao ni kwamba ni pale ambapo mwanamke aliye kwenye mahusiano, yawe ni mahusiano ya kindoa au mahusiano ya kimapenzi au ameachana na mwenza wake, anafanywa ukatili na kupelekea kuuawa kutokana na sababu mbalimbali ambazo zinaweza kwenye yale mahusiano. Na mara nyingi tunasema ni mauaji ya makusudi ya wanawake kwa sababu katika taarifa zetu unakuta katika wenza waliouawa kwenye mahusiano labda katika 100 unakuta mwanaume ni mmoja. Kwa wahanga wakubwa wanakuwa ni wanawake. Kwa mfano ukiangalia kwenye taarifa ambayo ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu wanatoa kwa mwaka 2021 tulipokea ambayo tulidokumenti kutokea kwenye mitandao ya kijamii yalikuwa matukio 34 ya wanawake na 1 la mwanaume. Ripoti ambayo tumezindua juzi mwezi Aprili ambayo ni ya mwaka 2022 pia kuna matukio yote ni wanawake ambayo yanazidi 30 lakini mwanaume hakuna hata mmoja. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wanawake wengi ndio wanakuwa ni wahanga zaidi wa uuaji wa makusudi. Na mara nyingi tunaita uuaji wa makusudi kwa sababu kama mnavyojua kibiolojia na mnavyojua kijamii yetu tunamchukulia mwanamke kuwa dhaifu. Japo mimi naamini mwanamke ni ni mtu ambaye ni mwenye nguvu kuliko hata mwanaume. Lakini jamii yetu tunachukulia mwanamke kuwa dhaifu. Na tukiangalia pia sababu za kibiolojia pia mwanamke katika hali ya kawaida ya kibiolojia pia ni dhaifu. Kwa hiyo kwa sababu huwezi ukashindana na mwanaume kupigana, ndio maana mara nyingi wanawake wanakuwa ni wahanga wanaongea. Lakini jamii pia, jamii yetu ilivyo haijawajenga wanawake kuweza kupambana na vitu kama hivyo. Wanakuwa ni watu ambao wanavumilia vitu kama hivyo. Ndio maana tunakutana na kwa mfano familia ndugu ambao wameuawa kutokana na masuala kama hayo, tukiuliza wanasema alikuwa anakuja nyumbani anapigwa, lakini anarudi anafanywa hivi, lakini anarudi baadaye anakuwa amefanyaje mpaka anakuwa amekufa. Kwa hiyo inakuwa ni vitu ambavyo vimekuwa vikitokea. Na tunaposema hata mauaji ya sasa hivi kuna yale ambayo tumeyazoea. Amemchoma kisu kafa. Lakini sasa hivi sio sasa hivi. Yapo pia yale mengine ambako amepigwa, ameharibika huko ndani, wamesameheana, hatulia. Taratibu. Baada ya wiki 2 kafa. Akienda kule amekufa kifo cha kawaida, aliugua kichwa kinauma, kumbe ni kipigo. Umeona? Lakini tunaweza tukamchoma na kisu, waligombana basi tukamchoma na chupa, sijui amemchinja, sijui amefanyaje. Na anajua kwa Tanzania tunakwenda moja kwa moja wivu wa mapenzi, na hata jeshi la polisi wanapokuwa wakitoa taarifa wivu wa mapenzi, lakini inaenda zaidi ya wivu wa mapenzi. Yaani inaenda mbali zaidi ya wivu wa mapenzi. Inaenda mbali zaidi ya vitu vingi sana ambavyo migogoro yetu hasa ya ndoa na nini haisuluhishi. Lakini mengine pia yanahusiana na hata masuala ya ukatili wa kingono. Na hisi mlisikia kulikuwa na binti alikuwa anataka kubakwa Mbeya kipindi fulani, kijana akajaribu kashindwa akamuua. Umeona, hawakuwa na mahusiano lakini alikuwa anataka kufanya azma yake. Lakini pia mnasikia kesi za mtu wanaume wengi wanamvamia mwanamke, wanambaka, baadaye wanafanya wanamuua. Lakini hawakuwa nao kwenye mahusiano. Kwa hiyo masuala ya mauaji ya makusudi ya wanawake yana uwanda mpana sana. Japo kwa leo tunaangalia zaidi yaliyoko kwenye mahusiano. Na maana inabidi tuna frame hapo sasa ni kwenye hayo mahusiano. Sawa, Nuru. Takwimu zinasemaje za masuala ya vitendo vya mauaji haya ya makusudi kwa wanawake? Takwimu zikoje za dunia na Tanzania? Kama Jetuli alisema, tunaona kwa miaka hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa sana la mauaji ya wanawake yanayotokana na mahusiano, na hii sio Tanzania peke yake, kwa sababu tunavyokuwa tunajifanyia tathmini, tunaangalia kikanda, Afrika ikoje, dunia ikoje. Sasa tukianza na hali ya dunia ikoje, kuna ripoti ya mwaka 2021 ambayo imetolewa na UN Women. Inaonekana katika mauaji ambayo yametoka kwa mwaka 2021 kulikuwa na takribani wanawake 45,000 ambao walipoteza maisha na waliuliwa makusudi na wenza wao kutokana na mahusiano. Kwa hiyo ni idadi kubwa sana. Lakini vilevile ukija kikanda sasa kwa Afrika, hiyo ripoti inatuambia kwamba takriban wanawake 17,200 Afrika 17,200 tuliwapoteza na waliuliwa makusudi na wenza wao kutokana na sababu mbalimbali kwenye mahusiano. Kwa Tanzania nadhani Jetuli ametoa mfano mzuri. Kuna ile ripoti ya haki za binadamu ambao Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu wanaitoa kila mwaka. Tumeona 2021 kulikuwa na wanawake kama
32 jetu kama sijakosea, 34, lakini mwaka jana tulikuwa na manake zaidi ya 30 vile vile tumewapoteza, na kesi nyingi tunazisikia. Kwa hiyo tunaona hii hali iko hivyo, na kadri siku zinavyoenda matukio haya yanaendelea kutisha zaidi, yanaendelea kuongezeka, na sisi wote tunatambua kwamba haki ya kuishi ndio nguzo, yani ndio msingi wa haki zingine zote. Pale ambapo wanawake wanakuwa wanapoteza maisha yao, basi wanakuwa wamepoteza haki zingine zote, kwa sababu huwezi kuzipata ukiwa umefariki. Lakini pia kwa sababu tunaona shirika leo na wadau ambao hapa wote wanaangalia sana haki za watoto na haki za watoto na ustawi kwa watoto kwa jumla. Tunajua kwamba kidunia, kiafrika na kitanzania pia mama ndio anakuwa na jukumu kubwa sana la kulinda watoto, lakini ndio nguzo ya uchumi. Kwa takwimu hizi tunapokuwa tunawapoteza wanawake wengi, tunapokuwa tunawapoteza mabinti wengi kutokana na mauaji haya ya makusudi kwenye mahusiano, tunatengeneza jamii ambayo sio salama. Lakini vile vile tunajua kabisa sisi kama binadamu tunapata hifadhi kutoka kwa watu wale ambao wako karibu na sisi. Yaani mimi hapa nilipo lazima nyinyi ambao mko karibu yangu ndio mnilinde. Wale ambao ni mpenzi wako, rafiki yako, ndugu yako, mama yako. Kwa wale watu wetu wa karibu ambao ni wapenzi, wanapokuwa wanatunyang'anya haki hiyo kwa kuondoa maisha yetu, basi kinakuwa ni kitendo cha kikatili sana. Lakini vile vile ni kitendo ambacho hata kikatiba ukiangalia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14 inazungumzia haki ya kuishi, na inasema kila binadamu ana haki ya kupata ulinzi katika jamii aliyoko, ambayo inabidi mlinde. Kwa hiyo sio tu kwamba mauaji hayo ukiangalia na takwimu inaondoa tu ule uhai, isipokuwa hawa wapenzi ambao wanawaua wenza wao kwa makusudi, wanahatarisha kutuna wanawake, wanajihisi hawako salama katika jamii. Asante sana. Takwimu zinasema kwamba katika kila watoto watatu wameshuhudia mama zao wakifanywa ukatili. Kwa hiyo kuna wale wanaopigwa, kuna wale wanaouliwa, wako hapo kwenye hao watoto watatu. Na mtoto akishuhudia kitendo cha ukatili akifanywa mzazi wake, huenda mama yake, inamwathiri moja kwa moja. Kwa hata sisi wadau wa watoto, mauaji ya wanawake yanatugusa moja kwa moja, kwa sababu yana watoto ndani yake ambao wameshuhudia baba ameua mama, mjomba ameua mama, kwa sababu mbalimbali. Tuje tusikilize sauti sasa za mtaa huu ambao tuko nao hapa. Jamani, tuna swala la mila na desturi. Mila na desturi zinachangia vipi masuala haya ya mauaji ya makusudi ya wanawake? Kwa yoyote ambaye anataka kuongea, karibu, ukinyosha mkono tukupe microphone. Mila na desturi zinachangia vipi? Kama hakuna mchangiaji, basi tunakuja hapa kwa wachangiaji wetu wakuu. Dr. Sylvia, unataka kuongea? Karibu. Asante, naitwa Sylvia Ruambo, niko na Support for Future Foundation. Mila na desturi zinachangia kwa sababu mwanamke akishakuwa na mahusiano au kiolewa kwenye yale mahusiano ambayo tayari jamii imeridhia na inayatambua, akishapata mtikisiko wowote, inawezekana kwenye ndoa au kwenye hayo mahusiano, kukiwa na mtikisiko wowote, hata akienda kuripoti kwa wazazi, unakuta anaambiwa rudi, ni kawaida, sisi tumeyapitia, na uwezo ukatoka kwenye ndoa yako. Kuna wengine kabisa wanatumia hata mahari ambayo mwanamke amelipiwa kama fimbo ya kumchapia mwanamke. Kwa hiyo akipata shida yoyote, wazazi wanasema tumelipa mahari, na mwanaume pia anasimamia hapo hapo kwamba nimekutolea mahari, utaenda wapi? Kwa hiyo mila na desturi ambazo zinaandamana mwanamke ndizo zinazopelekea baadaye wanawake kuuawa, kwa sababu wao wanakufa taratibu. Kinachomuua sio saa nyingine kile kipigo cha dakika ya mwisho, lakini ni vile vipigo au manyanyaso ambayo yamekuwa yakienda kidogo kidogo, mwisho wa siku unakuta mtu anaathirika, anapoteza maisha. Tuna swala hili la mfumo dume. Nikija kwako Gertrude, tuna swala hili la mfumo dume na ubaguzi wa kijinsia. Una jukumu gani katika kuchochea mauaji haya ya makusudi? Unajua, kama nilitaka kusema awali, mfumo dume unachangia sana katika vitu vingi. Kuna menta yangu mmoja anapendeka kutumia
neno la Kiingereza kwamba mfumo dume hauishi haraka, tunatakiwa tudismantle. Yaani hizi juhudi wewe uliyeko hapa leo una mega kwenye ile, yani mfumo dume ni dude kubwa. Kwa hiyo kitendo ulichofanya kipindi cha Sauti Yetu umesha mega. Alivyokaa sijui Joyce amefanya kuwajengea uwezo wanawake, na Joyce ana mega huo mfumo dume. Kwa hiyo ni juhudi za pamoja kuweza kudismantle, kulivunja vunja libaki vipande, lakini kila mtu ikiwemo wanawake, wanaume, watoto wote natakiwa tuhakikishe kwamba tuna mega lile lijipande liweze kuvunjika liishe. Kwa hiyo mfumo dume na kibaya zaidi umekuwa ni kitu ambacho kinasingiziwa pia. Ni mfumo dume. Kwa mfano kuna ripoti ya SIGI kama mlishaisikia, walifanya na wakawa wanauliza Tanzania kwamba nani mnaongeleaje kuhusu ukatili. 67% walisema walau upigwe kakofi kidogo ni kitu cha kawaida. 67 hao ni wanawake na wanaume. Na ulichosema patriarchal, kinachosikitisha watu ukiongelea mfumo dume unaona tu yule Juma. Wanaoshikilia mfumo dume mara nyingi ni wanawake kuliko hata wanaume. Kwa mfano ukipigwa, binti akipigwa akienda, wanaume waga wanakasirika sana. Hata kama anampiga mke wake, mwanae akipigwa, lakini mwanae anasema no, lakini mama atamkalisha, msamehe tu. Nani atakuwa una watoto 3? Utaolewa na nani? Mkae miazungumze. Mimi mwenyewe baba yako usimwone, kweli alikuwa anamdunda kweli, na umeshuhudia kama ulivyosema watoto 3 wanashuhudia. Kwa mfumo dume ambao tunaunyanyua ni wanawake wenyewe. Leo nenda Instagram, nenda Twitter, posti kitu umepigwa, au nenda kwenye posti hata za watu walioposti wamepigwa, angalia comment nyingi zinatoka kwa wanawake. Kuna watu wanafanyaga monitor ni kujua hii ni mwanamke, wengi wana comment mwanamke. Ndio mkome mdomo. Mmezidi. Siku hizi hata kupikia wazenu mnajua kubandika kucha. Yaani hakuna ile support unaoipata. Na ndio maana sasa unatoka leo umedundwa, unaenda kwa Hilda. Anamwambia Hilda, nimepigwa na mume wangu jana usiku, yani hapa sijui nafanya, nataka tu kuondoka, aende kazini nipaki mizigo. Wewe tena ubaki kwenye ndoa yako. Mimi usione tunavocheka na baba fulani hapa. Hapa tu juzi unaona ninachechemea, nilikuwa nimevunjwa mguu, kanipeleka hospitali. Haya, huyo ndo mtu ambaye unategemea akupe support. Bado anaendelea kunanilia nini? Mfumo. Na sasa hivi hata ukiangalia vitu na huu mfumo, mimi ninavyosema mfumo tu haupo kwenye mila, hata kwenye dini. Huu wote ni mfumo. Dini ilivyokuwa inasema kama mwanamke utakiwi kuwa mchungaji, utakiwi kuwa padri, ni mfumo tayari ambao tayari umeshakutenga kwamba wewe role yako ni hivi. Mimi nawakumbushaga hata watu kwenye Biblia, samahani Waislamu, mimi sio Muislamu, najua sana Biblia, lakini pia Kiislamu pia nimetafuta sana kwenye Qur'ani. Ukiambia, kama kuna siku niliwahi kumwambia shehe moja, aliniambia ni kama kuna mwanaume ambaye anampa mwanamke hata robo ya kinachotaka kwenye Qur'ani, anyoshe mkono. Hakuwepo. Umeona? Lakini wao ni tayari kusema mwanamke afanye hiki. Wao majukumu yao wamefanya. Tayari huo pia ni mfumo. Lakini weka kwenye dini inasema kwamba mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Alijitoa, akafa kwa ajili yetu sisi. Mwanaume gani anaweza kumpa vile na mwanamke akashindwa kutekeleza? Sisi tunaelewana. Kwa hiyo hiyo ni mfumo ambao mfumo unaweka kundi fulani kuonekana wao ni special na wengine ni second class citizen. Kwa hiyo tutaendelea kulilia mfumo, lakini ukiangalia mfumo huu pia tunautumia kama sababu, japo ni kweli upo. Umeona? Kwa mfano ukiangalia kwenye, hata mimi niliwahi kwenda huko Masaini, wanasema hata mwanaume alikuwa akipiga mke wake anachapa viboko hadharani. Anapelekwa anachapa viboko hadharani. Huko usiku mmoja tunakosema kesi za kubaka zimezidi. Ulikuwa ukuta na kesi ya kubaka, sijui umebaka mtoto ambaye si mke wako, unatandikwa, unaitwa kwenye kao cha nini, unatandikwa. Sasa tumekwama wapi? Kwa hiyo ni sasa ndo nasema tunatafuta sababu, kwa sababu miaka ile walikaa. Mbona walikuwa wanapeana adhabu ya hivi vitu? Mbona walikuwa wanapeana fine, walipa ng'ombe 10 japo unarudi, lakini umeshapewa adhabu, kwamba nao walikuwa wanatambua kwamba sio kitu kizuri. Kwa hiyo huu mfumo najua unachangia kwa asilimia fulani, lakini pia tunaubembeleza, yani tumeuvalisha mbeleko, tunaupepeta hivi kwenda na kurudi, ili uendelee kupata hewa vizuri na joto hili la daa, tuendelee kusema kwamba ni mfumo unazidi kunawiri. Umeona, unazidi kunawiri, lakini huu mfumo pia wote tuna wajibu wa kufanyaje? Kupambana nao. Mambo yamebadilika, na ndio huo mfumo. Mimi naambiaga watu, jamani, samahani kwamba kazi ya kupika ni sio ya mwanamke wala ya mwanaume, ni kazi ya mwenye njaa. Umeona? Hiyo ni mila na desturi. Sawa, mimi naweza nikajisikia kwamba naenda nampikia mume wangu, ni sawa, it's good thing. Kama ambavyo mume wangu anaweza akajisikia kupika. Lakini nisipigwe kisa sijaweza kupika. Kuna kesi tunapokea, mwanamke amechelewa kutoka kwenye biashara zake, anarudi saa 4 usiku, mume anaambia ndio anafika tu ndani. Wewe saa 4 usiku unanijia hapa. Na mwanamke ndio breadwinner, mwanaume anakaa tu ndani anashinda na pwani huko, anashinda na nani yake, anacheza bao, anarudi ndani. Mwanamke ndio anayelisha familia na bado anatandikwa kisa kachelewa kupika.
Sio, tunaelewana? Kwa hiyo unaona vile, kwa sababu tayari anajua hii role, mfumo huu kupika ni role yako, lazima uifanye, uwe Dubai uwe Afrika Kusini, utanipikia mimi niliyeko Tanzania, lazima utapika. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, ule mfumo unaendelea kumkandamiza mwanamke, na mwanaume anaendelea kujiona kama vile yeye anabebwa, yani anapepea hapa, hayuko chini hayuko juu, hagusi kokote. Huku mwanaume amebanwa kila, mwanamke amebanwa kila kote. Kwa hiyo wote ni juhudi yetu kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakomesha kwanza hii sababu ya kutumia mfumo, lakini pia kwa kile kilichomo ambacho bado kimebaki katika huo mfumo ambao watu mama zetu wameanza kuvunja muda mrefu, na sisi tumejoin hizi movement, kitoke kabisa. Nasi ulikuwa unataka kuchangia kitu hapo na kuona. Mimi nilikuwa kwa kuongezea tu, kweli mfumo huu ni mfumo ambao umejengwa kwamba mwanaume kumpiga mwanamke ni haki na ni sawa, na wanawake wakaubeba. Kuna wanawake ambao wengine anasema mume wake amempiga kwa sababu anampenda. Amekosa, lakini mume wake anampiga kwa sababu anampenda sana. Kitu ambacho mimi siamini kwamba mtu anayekupenda akupige. Mtu anayekupenda anatakiwa akutunze, akujali, akusikilize, akuheshimu na kadhalika. Lakini pia mimi naangalia zaidi mauaji yanapotokea ni kitu cha mwisho kabisa. Lakini je, huku mwanzo kuna kitu gani ambacho kinasababisha, ambacho pia tunatakiwa tukifanyie kazi? Masuala ya mawasiliano kati ya wanandoa au wapenzi yako vipi? Je, tunawaandaa vizuri tunapowapeleka kwenye ndoa? Kama wanaenda kuoana sasa, tunawaandaa vizuri na kuambia bwana, inafika siku sasa mjue kwamba leo mna furaha, mnacheza, mnaimba, mmefurahi, mnakumbatiana, lakini ipo siku mtatofautiana. Je, mtahandle vipi mahusiano yenu ili msiweze kufikia kuuana au kupigana au kuumizana? Lakini pia mimi naliangalia hili swala kwa upana sana, hata tunapoanza kuwalea watoto wetu wakiwa wadogo. Je, tunaanza kuwalea vipi waamini kwamba kupigwa si kitu chake, yani kwamba yeye atakiwa kupigwa, anatakiwa kufurahia maisha. Je, tunawaandaa watoto wetu kuwa strong na kuona kwamba kupigwa sio kupendwa? Je, tunawaandaa watoto wetu kujua kwamba wanatakiwa wawasiliane vipi na wenza wao, wawe wavulana au wasichana, wanatakiwa wawasiliane vipi? Wanatakiwa kuhandle vipi mahusiano yao na kadhalika. Kwa sababu mimi naamini kabisa mtu mpaka afikie kukupiga, pia kuna vitu vingi tayari vimeshatokea huko nyuma. Labda mwanaume ni mlevi au mwanamke ni mlevi, labda huyu atimizi majukumu yake na hamjawahi kukaa kuzungumzia. Lakini pia jamii, wanawake wengi wanaendelea kukaa kwenye ndoa kwa sababu ya kuangalia zaidi jamii, kwamba jamii itamuonaje yeye akiwa ameachwa, au jamii itamuonaje akitoka kwenye ndoa. Lakini yale anayefanywa kule ndani ambaye ni mabaya zaidi anaendelea kuyaficha na hata asemi. Wako wengi tu ambao anakuja na alama kabisa, hata ofisini afasema nilijigonga kwenye kabati, lakini in fact alikuwa amepigwa tena kaumizwa, lakini atasema nilijigonga ili tu kuona jamii ione kwamba mahusiano yake yeye ni mazuri. Mimi nafikiri ifike wakati sasa watu waone sio vibaya kusema kwamba nanyanyaswa, naomba msaada. Mimi nimepigwa na nimeumizwa, naomba msaada. Ifike mahali kwamba watu waone ni vizuri kusema matatizo yake kwa mtu sahihi. Lakini je, tumetengeneza hiyo mifumo? Kwa sababu zamani ilikuwa shangazi anakuandaa zamani ilikuwa ni rahisi. Siku hizi tuko huko mjini, mama hayupo, nani hayupo, hamna mtu ambaye unaweza kwenda labda kumwambia, mnakutana huko huko juu kwa juu mnaoana. Hamna mtu ambaye unaweza kumueleza vitu vyako na akakusikiliza. Lakini pia maisha ya artificial, tumekuwa tukiishi sana maisha ya artificial huko mjini. Watu wengi wanaona kwamba lazima nionekane niko hivi, niko vile. Kwa hiyo mimi nikionekana sina partner ni shida, au mimi nikionekana ni single mother, sasa hivi nimeachika, naonekana ni mtu ambaye si fit kwenye jamii. Ifike mahali watu waamini kwamba hata kuwa single ni sawa. Ifike mahali watu waamini kwamba kama mahusiano hayafai, hayapendezi, sina haja ya kuendelea nayo. Ni vizuri kuendelea na mahusiano ambayo unaona ni mazuri. Mimi waga kila siku nasema, na mimi I really trained my kids, na nafikiri mimi nilivyo babangu alinitrain pia kwa hivyo, kwamba kujiamini, na ukiona mambo hayaendi basi mambo yaishe. Mimi nakumbuka wakati naolewa, hata babangu alisema, mimi nimejenga nyumba kubwa sana, it has 10 rooms, na hizo ni kwa ajili ya watoto wangu. Kwa hiyo ikifika mahali ulipo umpige umnyanyase, he has a room in my house, niambie nimrudishe, arudi
Na ndio maana hata mimi kuna wakati nilipopitia GBV ilikuwa ni rahisi sana kusema I quit, kwa sababu najua kwamba nitaendelea, najua kwamba sijali jamii iliyonizunguka itasema kwamba huyu alikuwa kwenye ndoa na sasa hayupo. Na naamini kwamba kabisa ukimpata mtu sahihi, mahusiano yanakuwa mazuri zaidi. Kwani uendelee kukaa na mtu ambaye anakutesa, anakunyanyasa, anakuumiza? Asante sana Nashi. Naona una vitu vingi sana vya kutuambia. Yes, Smaujata, karibu. Mimi kwa jina naitwa Hawa Umari Charikwao. Mfumo dume nadhani unaanzia kwenye ngazi ya familia. Namna gani nimemlea mtoto wangu, namna gani anaona pale nyumbani baba na mama wanaishije, anakuwa na huo mfumo dume. Inapofika wakati anapoenda kuoa, anaenda kuoa mwanamke ambaye ametoka kwenye mfumo mwingine. Yule mwanamke ametoka kwenye mfumo ambao anajua baba na mama hawajagombana, baba na mama hawajawahi jibizana mbele yangu, baba na mama hawana utamaduni wa kuniadhibu. Sasa huyu mwanamke anaenda kukutana na mwanamume ambaye ametoka kwenye mfumo dume. Na tunaona katika familia, tunaona katika mitaa tunakoishi, wanaume wengi, hata sasa tukiangalia kwenye ndoa zetu, wanaume wengi atakwambia mimi nakupiga. Atakapokupiga lakini atakwambia tu mimi mama yangu alikuwa anapigwa sana. Kwa hiyo anataka ni akuaminishe kile kitu ambacho wewe huamini. Na wanawake wengi hawaamini kwamba ndoa ni upendo na sio uvumilivu. Kwa sababu unapomwambia mtu avumilie kwenye ndoa, unavumilia ndoa ya maumivu, kitu ambacho hakipo. Na pia hawanajitoa kwamba hapana, mimi siwezi kuishi peke yangu. Lakini je, huyu mwanaume anayeishi naye ana upendo na mimi? Hapana. Lakini pia wanawake hao wanakuwa na hofu ya maisha, kwamba nitaishije bila fulani. Kumbe inawezekana kuishi. Wakina baba tena wanatupiga kwa makusudi. Hata unaporudi kwenye ngazi ya familia ya mume wako, anakwambia hapana, huyo mwanamke sikutaka umuoe, huyo mwanamke hatufai, huyo mwanamke yuko hivi, kwa sababu ndio mfumo aliokulia na ndio mfumo wao. Unakuta sasa hata huyu baba anashindwa kusimama yeye kama yeye, na anashindwa kusimama kwa sababu naye anakuwa na hofu kwamba hapana, baba yangu nitampinga, mama yangu nitampinga, lakini ana maumivu kwamba hii ni familia yangu na iachaje sasa? Kwa hiyo kwa sababu na yeye anashindwa kusimamia msimamo wake, basi inabidi asimame na mfumo wa familia ambao ndio unatuletea madhara makubwa, na ndio umetuletea janga kubwa la watoto wa mitaani, na ndio ambao wanaendelea kutuharibia. Tufike sehemu wanawake tukubali tunaweza kuishi na tunaweza kusimama, kwa sababu mimi ni mama. Kama mimi ni mama, mimi ndio nguzo ya familia. Jukumu la baba kwenye familia ni kuitazama familia iko salama. Lakini mimi mama ndio namtengeneza mtoto. Akue katika mazingira gani? Mtoto huyu pia ndio nategemea aje kuwa mtoto bora. Kama mama sitaweza kusimama vizuri kumtazama mtoto wangu, mimi ndio naanza kumpoteza mtoto. Asante sana. Mtazamaji wa Sauti Zetu, lengo letu hapa si kuharibu ndoa, si kuondoa taasisi ndoa au taasisi familia, lakini lengo ni kuifanya ndoa iwe salama, kila mtu achukue wajibu wake, lakini haya masuala ya mauaji ya makusudi tuweze kuona kwamba yanaweza kuisha, kwa sababu akifa mtu mmoja ni kwamba huyu mtu amekufa. Haijalishi kwamba namba ni ndogo kiasi gani au ni kubwa kiasi gani, kila uhai una thamani, kila uhai una thamani. Kwa hiyo niwashukuru sana wote ambao wameshiriki katika mdahalo wetu huu, na niwashukuru Great Gertrude kutoka Kituo cha Haki za Binadamu, asante sana. Lakini Nuru pia asante kwa kuwa wachokoza mada katika siku hii. Transforming Life, Macho kwa Jamii, Smaujata, Support for Future, Joyful Foundation, Raising Up Friendship Foundation. Asante sana, bila kusahau Women Fund ambao pia hawakuweza kushiriki hapa, lakini ni wadau wetu moja kwa moja. Basi nikushukuru pia na wewe mtazamaji wangu ambaye umekuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mdahalo huu. Umekuwa ni mdahalo mrefu wenye uchungu, lakini mdahalo ambao ni mdahalo wa kike zaidi. Leo tumemjadili zaidi mwanamke. Kuna siku tutakuja hapa tujadili zaidi mwanamume, kwa sababu mjadala yetu hii itakuwepo
yako mara kwa mara. Lengo kubwa ni kubadilisha jamii, lengo kubwa ni kufanya kila mtu afurahie maisha na tuthamini uhai wa kila mmoja. Mpaka wiki ijayo kwenye Sauti Zetu, mimi naitwa Hilda Ngaja na wenzangu tuliokuwa katika mdahalo huu wote tunasema kwaherini.